wa nchi yangu. Mungu Baba, naleta kanisa lako asubuhi ya leo kwako Mungu, ili uweze kuwatumia jinsi upendavyo Mungu. Ona kanisa lako wamesimama wakiabudu, wakisimama wakikuomba Mungu wangu. Asante Mungu kwa kutuleta pamoja siku ya leo, ili Mungu utunenee Mungu wetu. Mungu Baba, leo tuko na matarajio na neno lako Bwana. Baba, ongea nasi Mungu wetu. Wewe ni Mungu wa mbinguni na nchi Mungu wangu. Baba, nanyenyekea mbele yako nikikushukuru Mungu jinsi ulivyo Mungu wangu. Wewe ni Mungu ambaye hakuna kulinganishwa na wewe. Wewe ni Mungu ambaye umeweka kanisa letu hii ya Kericho Town AIC Mungu wangu. Unajua kila mmoja ambaye amesimama akikuabudu Bwana. Unajua hitaji lake Mungu wetu. Hitaji la uponyaji uweze kukutana nalo Bwana Mungu wangu. Hitaji la wokovu ipatie Mungu wangu. Baba, tunakiri, Baba, tunasujudu jina lako Mungu. Wewe ni Mungu ambaye unatupenda. Wewe ni Mungu ambaye unatuongoza. Mungu Baba, leo asubuhi hii nataka kuombea wale ambao wajisikii vizuri kwa mwili yao Bwana. Uwatembelee katika mahospitali, uwatembee waliko hata saa hii Mungu wangu. Wewe ni Mungu ambaye unajua sisi hata malengo, hata vitu ambavyo tunataka kabla hatuja kuomba Mungu. Wacha maombi yetu Mungu wetu haije mbele yako Bwana. Bwana, leo nataka kuombea wafanyakazi wote ambao wanafanya kanisa hii. Wacha Mungu watumie kila mmoja ambaye ameingia katika kanisa hili, ili Mungu neno lako lipate utukufu na kila uwezo wa neno lako Mungu wangu. Mungu, ninaomba kwa sababu ya mwezi huu ambayo imeisha, mwezi wa huduma, mwezi wa kueneza Injili, mwezi ambao tumeombewa, mwezi ambao pastors wamesema kwamba kuna watu ambao wanalia huko nje wakitaka neno lako. Hebu hii neno Bwana lipate kubalika wakati tunalipeleka Mungu wangu. Asante kwa wamama ambao wameomba na kuchukua jukumu la kuelekea huko prisons wapeane neno lako Mungu wangu. Asante Mungu, siku ya leo katika mpango yote ya kanisa hii Mungu wangu. Wacha Mungu utukuzwe, kila roho lipate kukushukuru Mungu wangu. Mungu Baba, naombea serikali yetu ya Kenya Bwana. Mungu, unajua vyema kiongozi Rais William Ruto Mungu wangu. Unajua nakupenda Mungu. Na muombea siku ya leo hili mpango yote ambaye anapangia watu wako wa nchi wa Kenya lipate kukua Mungu wetu. Asante Mungu kwa pastors wetu ambao wanaomba kila mara ili neno lako lipate kubalika. Wacha Mungu leo neno lako lipate roho ambaye imekuwa apokee neno lako Mungu wangu. Naombea neno la siku ya leo. Naombea mnenaji wa siku ya leo Bwana. Pata kunena kupitia kwake Mungu wangu. Ili watu waokoke, wakupende na kusoma neno lako ambayo ni taa kweli kwa njia zetu Mungu wetu.
Ninaomba haya Mungu nikikushukuru katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usitie majaribuni, bali utuondoe na ule mwovu, kwa kuwa mfalme ni wako na nguvu na utukufu na hata na milele. Amen. Asanteni sana praise and worship na our elder kwa maombi ambayo umetuwakilisha kama kanisa, umewakilisha pia serikali yetu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Majensi kule nyuma ni kama hawajanisikia. Nimesema Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana chairman wa vijana, viongozi wa vijana naona wanacheka kule nyuma. Asanteni, karibuni. Sisi ni kanisa wapenda wageni. Wageni wakikuwepo tunasikia raha sana. Iwepo umekuja kwa ibada yetu hapa AIC Kericho Town kwa mara yako ya kwanza, ningependa usimame tupate kukukaribisha kwa njia maalum. Tafadhali, iwapo wewe ni mgeni umekuja kushiriki nasi kwa mara ya kwanza, hujawahi kuja siku nyingine, hebu simama. Wacha tuone wageni wetu. Simama tu tukukaribishe. Hili ashas wetu. Asante. Kanisa, tupige makofi kwa ajili ya huyu mgeni. Wapi mwingine? Usiogope kusimama. Asante. Kuna mama pale. Amen. Amen. Simama tu mama, alafu ashas wetu anakuja kukupea kijikaratasi tupate kukujua zaidi. Je, kuna mgeni mwingine? Ya mam kule nyuma. Ya tafadhali umsaidie yule mama mwenye ako na mtoto amesimama na akaketi kwa sababu ya mtoto. Kuna mgeni mwingine? Na mumeketi haraka wageni wetu. Hebu msimame, watu wanageuka hawajavunja shingo. Hebu simame tena. Kuna huyo mzee alikuwa hapo. Bro, hebu karibisha huyo mzee. Karibisha. Nani ako karibu na mam? Karibisha. Asante sana. Asante sana. Karibuni kwa ibada yetu. Mungu awabariki. Baada ya ibada, mhubiri akimaliza, wageni wetu msisonge mbali, mtakuja kumsalimia mhubiri pamoja na viongozi wetu wa hospitality, ili tupate nafasi ya kukujua zaidi. So wageni, baada ikisha mtakuja hapa mbele. Watoto wetu wa Sunday school, tafadhali kujeni hapa mbele kwa haraka sana ili tupate kuwaombea. Na naomba msimame kunikaribia. Sitaki watu wenye wanapanda hiyo ya pili. Msimame kama mmenikaribia, msiende mbali ili tupate kuombewa. Asante sana. Ya karibuni. Munikaribie, msipande huko nyuma. Munikaribie hivyo. Ya munikaribie namna hiyo. Asante sana. We thank God kwa sababu ya watoto. Hili ni kanisa sio la kesho, kanisa la saa hii. This is the church today. Na tunambariki Mwenyezi Mungu sana kwa ajili ya hilo. Sidhani kama we had someone, Agnes, our sister Agnes. Is she around? Ndio nataka bariki watoto. Yes. Okay. Iwapo dada yetu Agnes yuko, ningependa kukaribisha dada yetu mama Emily Sawe apate kubariki hao watoto. Tafadhali. Lily, tafadhali njoo ubariki watoto. Tunapenda wazazi wakibariki hao watoto wetu. Kuna wimbo ya hao watoto amkuunda leo. Asante sana. Ikuwe tu ni kawaida kwamba wanaimba hapa mbele. Karibu. Na tuombe. Let's pray. Our dear, mighty and everlasting Jehovah God, once again we come before you. We praise you, we honor you. We exalt your holy name, O Father, because you are our God. Jehovah God, here are our children, O King of Glory. They are ready to go and learn your word, O King of Glory. You've said that all the children belongs to you, O King of Glory. We give them to you today, O King of Glory. As they go to their class with their teachers, O King of Glory, may you bless them, O Father. Teach them, O Father.
Be there for them, O Lord. My Father, even for the rest of the service that is going to take place, Jehovah God, I want to pray that you may be with us. Bless us, O King of Glory. In Jesus' name I pray and believe. Amen. Asante sana watoto wetu mnapoenda kwa madarasa zenu pamoja na walimu wenu. Asante sana kwa walimu kina mwalimu Ngetich wanapoenda kuwahudumia watoto wetu. Mtoke namna hiyo, Mungu apate kuwabariki. Kanisa kwa mwezi uliopita vile imeombwa kwa maombi yetu, tumekuwa tukiangazia mambo ya kueneza injili. Jumapili hii ya leo kasisi wetu our senior pastor ataanza kuintroduce kiwango kingine cha kitu ambacho tutajadili kwa mwezi huu, ambayo inazingatia sana sisi kujiestablish, kujiweka misingi kwa Kristo Yesu, kinyume na mafundisho ya uongo ambayo yanaendelea kila mahali. Reverend, karibu utupe mkate wa uzima. Let's appreciate God as our reverend comes to share the word of God. Baba, ni asante. Tunaamini ya kwamba neno lako ni chakula chetu cha kiroho, ni mkate wa uzima. Mtumishi wako anapofungua kurasa za neno lako, umtumie kama chombo chako tupate kubarikiwa. Naomba kwa ajili ya rotuba ya mioyo yetu, mchanga yetu ipate Bwana kupokea neno lako na hata izae matunda ya toba. Bariki ibada hii kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Welcome my brother. Asante Reverend. Wapigieni makofi msetu Reverend Kipruto. Asante sana kwa nafasi hii. Ni nafasi Mungu pekee ameweza kutuba na kutujalia, na tunaendelea kubarikiwa. Nashukuru sana wanahuduma wa praise and worship, pendo na huduma nyingine ambazo zimeendelea hapo awali. Kanisa, tusalimiane hewani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la Bwana, na wapenda sana sana. Ninyi ni wapendwa ndugu na dada zangu katika Kristo, na Mungu ametuleta pamoja ili tuweze kujengana kiroho na hata kumhudumia Mungu katika ufalme wake. Jinsi Reverend amesema ni kwamba tunashukuru Mungu sana kwa safari ya umisheni. Imekuwa safari nzuri sana. Imekuwa safari ya mafundisho, imekuwa safari ya kuinuliwa katika kiwango cha kuwafikia wengine ili nao wapate kutambua Yesu Kristo na watoe nyoyo zao kwao. Nashukuru Mungu sana kwa kina mama ambao wamechukua hatua ya kwanza kutoka. Our Reverend spoke last Sunday that go ye, giving for the go ye. Akina mama, mko na baraka ya kanisa mnapoondoka kwa niaba yetu kuwafikia akina mama ambao ni wafungwa katika women's prison. Go ye with the blessings of the Lord. Go ye in the power of the Holy Spirit and reach out on our behalf, that those our brethren over there will find a reason to smile and to give their lives to Jesus Christ. So akina mama, enendeni na baraka zetu in the name of Jesus. Na wase, nasi tumesimama hange, tunafanya rehearse pole pole, na tunajua one time we will also go somewhere. Vijana, I know you are also there and you are saying hata na sisi hatutaachwa nyuma kwa kasi ya umishoni. Just in God's time, let us go out and reach out to the people of God. Nashukuru Mungu sana asubuhi ya leo ya kwamba ameniponya. Jumapili lililopita nilikuwa mgonjwa sana. Wapendwa wa first service walitambua. Nilitoka kwa service, kaenda nikalala ndani ya gari yangu. Lakini Mungu kwa mapenzi yake, kwa huyu mwanadada pastor mwenzangu, Pastor Ann, asante sana. Aliniletea tembe mbili, 2 tablets na maji kwa chupa, akagonga mlango wa gari. Umelala? Na akanipa tembe mbili. Mimi naogopa dawa, nikakula moja tu. Lakini hiyo moja, baada ya nusu saa nikawa nimetulia, nikarudi pale nyuma, nikafuata mafundisho ya Reverend. God bless you. Your hands are blessed. I was healed and I was able to come back to church. And today I am stronger than ever by the grace of God. Na nashukuru Mungu sana.
mimi sipendi kusahau kumwambia Mungu asante. Hata kwa mambo madogo anafanya maishani, tuambie Mungu shukrani. Na tunashukuru Mungu sana kwa kazi yake ya umishoni. Masao na mavuno ni tele. Na kama kanisa tutaenenda na kuleta watu katika sisi la Mungu. Lakini tena kuna changamoto, kuna hatari fulani. Kuna mbwa mwitu ambao kwa siri wanaingia kwa makanisa ama wanatafuta watu walipo na wanakula. And that is why as the pastoral team we are coming up with the theme, being family established in Christ against false teaching. Kuna mafundisho ambayo yanapotosha watu. Tunapofunza tukitumia neno la Mungu kihalisi, kuna wengine wanapindua, wanatia dosari kwa neno la Mungu. Ndipo maana siku hizi tunapata watu wengi sana kama wamechanganyikiwa, hawajui wajiunge na kikundi kipi, kwa sababu wamepotoshwa ama wamechanganyishwa kiakili na mafundisho ambayo yanaendelea. Mafundisho haya ya kuanza hivi majuzi. Mafundisho haya ya kupotosha yalianza siku za kale. Ndipo hata siku ya leo tunapoweka msingi ya kupiga vita dhidi ya mafundisho potofu, tujue ya kwamba wapendwa wa kale walipigana vita hiyo. Na onyo na ilani ni kwamba kuna wengine wametoka nje ambao wanapotosha watu kiunabii na kiufundisho na hata kwa mambo ambayo wanafanya. Kwa hivyo ninawakaribisheni sana kanisa, tuenende pamoja katika safari hii tena ya kujifunza neno halisi na kuweza kutambua ya kwamba kuna uharibifu huko nje. Nilitangaza asubuhi ya kwamba haitakuwa tu mafundisho, itakuwa tena vita. Hii ni vita dhidi ya uharibifu ambao shetani umeendelea kueneza huko nje. Na ninawaambieni tuombe sana, mtuombee kama wachungaji, ili tunapofundisha neno hili, tunapo expose the evils that are going on outside there, we'll be able to stand. The devil and his kingdom will not be happy by exposing them. Kwa sababu gani? Ufalme wa giza unafanya kazi kwa siri, inafanya kichini chini watu wasitambue. Na sasa tunapotanua na kufungua mafundisho yao na hali zao, shetani atakatusirika. He will be very much annoyed on us. But we want to pray, because this is warfare. We are fighting and disarming the kingdom of the devil, bringing some of those people who have been taken. As I talk, haikosi kuwa moja ya majirani yetu amepotoka, moja hata ya watu wa jamii zetu wamepotoka. This is real things, real situation. These things are messing up with the seed that we are sowing for the kingdom of God. So come with me to the book of 1 Timothy chapter 4. Allow me to read. Mniruhusu nisome neno la Mungu katika Timotheo wa kwanza mlango wa 4 aya ya kwanza hadi 6, lakini tutasimamia haya ya kwanza na ya pili. Allow me to read in English. The Spirit clearly says that in the latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Side teachings come through hypocritical liars whose conscience have been seared as with a hot iron. They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the word of God and prayer. If you point these things out to the brothers and sisters, you will be a good minister of Christ Jesus, nourished on the truths of the faith and of the good teachings that you have followed. Hayo ni maneno ambayo mpendwa wetu Paulo, mtumishi wa Mungu, ambaye angenyamaza, angetazama vile mambo yanavyoenda yakiharibika na kunyamaza, akawa amemlea mtoto wake Timotheo. Baada ya kulelewa, akapatiwa kazi, jukumu la uchungaji katika kanisa la Waefeso.
Timotheo akawa ni mtu ambaye ni mchanga kwa umri na kwa kiroho, na amepewa kanisa changa tena. Kwa hivyo Paulo kama mtumishi wa Mungu aliyelelewa vizuri kwa neno la Mungu, akaona ni vema amjulishe huyu mchungaji mdogo, ajue ya kwamba kuna hatari kubwa ambayo imesungukia kanisa, ili Timotheo aweze akatunza na kuchunga kondoo wa Mungu, ili wanyama wa mwitu, nyang'au wa mwitu wasiweze kumla kanisa la Mungu. Akawaambia ya kwamba kuna mafundisho, kuna wale ambao wametoka katika mafundisho ya ukweli wakawa wamejiingiza katika mafundisho potofu, na ni hatari sana kwa kanisa la Bwana. Church, as we launch this theme, I want us to remember from the word go that the most dangerous weapon that the devil is using is propagation of false teachings and lies. Chombo chake ameitumia na ameifaulu kwa kiwango kikubwa. Ni chombo cha kupotosha watu, chombo cha kutanganya watu ili wasiwe na imani ya kweli ambayo Biblia inatuambia. Kwa hivyo amenawiri sana. Kwa nini niseme amenawiri? Tunaona watu wengi ambao wanafuata mafundisho ya uongo. Hiyo ni ishara kabisa dhabiti ya kwamba watu wengi wamepotea kanisa. Tukitazama vile watu wanapelekwa hapa na pale, tunajua ya kwamba kuna kasi kubwa kanisa ya Mungu lazima ijue. Kwa hivyo silaha yake kubwa ni udanganyifu, na amekuwa akidanganya wengi. Alidanganya Adamu na Hawa wakaanguka, akadanganya wengi wakamuibia Mungu, Anania na Safira. Akawadanganya wengi wakamsaliti Yesu. Ni udanganyifu ambao umeendelea, na wakati wetu shetani hajalala, bado anafanya udanganyifu. Kwa hivyo kanisa letu lipate ufahamu. Nabii Hosea akasema, watu wangu wameangamizwa kwa kukosa ufahamu. Tusije tukakosa ufahamu, ilhali neno la Mungu liko pamoja nasi, na tutaweza kuwafunza kwa wiki 5 ama zaidi. Tutawafunza na tutafanya yote kuwaonyesha jinsi hawa watu ambao wamepotea wanapoteza watu. Paulo akamwonya Timotheo, akamwambia hao watu watatokeza na watakuwa wameenda kando na imani. Nambari ya 2, hawa watu watatumia nguvu ya kishetani ili kuwapata watu wasijue ya kwamba wamepotea, ili kuwafanya watu waache njia ambazo ni za Mungu na kufuata njia zao. Akasema ya kwamba hawa watu ni wanafiki. Wanafiki ama mnafiki ni mtu ambaye anajifanya awe yule mtu asiye. Pretenders, pretending to be someone you are not. Wanafiki wanakuja na mavazi ya kondoo, lakini ndani yao ni mbwa mwitu wakali. Wanaumiza kondoo, wanaua kondoo, wanatia dosari kwa kondoo wakose kumjua Mungu. Na tumesoma neno la Mungu kutoka Timotheo. Jambo la kwanza hapo ni kwamba nyakati zinakuja, na nyakati hizo siko nasi. Hatutarajii nyakati zingine ambapo upotofu umejaa dunia kote. Si Kenya, si Uganda, si wapi, si Marekani, si wapi. Unasikia watu ambao wanafanya mambo kinyume na neno la Mungu. They are all over. And the most dangerous ones are the ones wenye wanachificha ndani ya kondoo. Unajua mnyama mwitu akitokezea kama mnyama mwitu, kondoo ama mbuzi atakimbia. Lakini akitokezea akiwa amevalia kama kondoo mwenzao, atakuwa tu anakula kondoo, na kondoo hawajui mwenzao wamekuliwa ama wameliwa. Watakula kondoo, wamalize kondoo hivi. Lakini kabla hawajamaliza kondoo, kama wachungaji walioinuliwa na Mungu, tutaonya watu ya kwamba chapo wamevalia mavazi ya kondoo ni mbwa mwitu kali, ili kanisa lipate kupiga vita na wao. Kanisa la Mungu na wakaribisha sana. Na wamesema ya kwamba kwani kuna nini? Si watu wanajua tu ya kwamba kuna mafundisho ya uongo. They ask, what is the big deal? What's the big deal? Hiyo tena ni uongo wa shetani. Mtu akikuuliza, hey, you are talking about false teaching, what is the deal? Si imekuwa tangu mwanzo. And I'm telling us there is a deal. The deal is big. The deal is there is impending crisis.
There's a crisis. Watu wamejikuta katika barabara banda, hawajui waende kulia ama waende kushoto. That is the big deal. There is a big crisis. There's a big dilemma. That is why we are not taking it as any other deal. It is a big deal. There is an upcoming apostasy. Apostasy is abandoning the true faith. Watu wanaacha polepole kile ambacho walifunzwa wakiwa watoto na wanaanza kufuata njia nyingine. Wazazi wanashangaa kwa nini watoto wanafuata mafundisho ambayo baba zetu hakutufunza. It is because there is that apostasy, abandonment of the faith by people. And they do in these two ways. They corrupt the teaching. The abandonment of the great teaching is to corrupt. To corrupt ni kutanua kidogo, kufanya kiwe kibaya upande moja, kiwe kisuri upande moja. Corrupting, putting something that is not supposed to be there. And the corruption is spreading like a contagious disease. It is spreading very fast. That is why we make a clarion call. Tunatoa wito ya kwamba hii uharibifu inaenea. Alafu wanatumia tena, they pay attention to the teachings of the demons. Unasikia saa zingine mhubiri anahubiri na unauliza, hii ni mahubiri kutoka kwa Mungu kweli? Nimesikia mahubiri lakini hii inatoka kwa Mungu kweli? When you reach a point where you are questioning something, ujue imeingia mafundisho ya demons, mafundisho ya mashetani, na ni vizuri kanisa lipate kujua hiyo. Nimefikiria na kuwaza nilipokuwa nikitengeneza neno hili ya kwamba inaaminika zaidi watu wakiona. Seeing is believing. Kuona ni kuamini. Wacha niwapeleke through the clips that I've made here. One area that is being used so much by the false teachers is what we call man-made prophecies. Man-made prophecies, prophetic lies, prophetic schemes. Man-made prophecies are predictions or declaration framed as divine. Unajua mtu tu anaweza weka kidogo alafu tutafungua hiyo. Weka kidogo. Watu ama watumishi ambao wanatumika katika nyadhifa mbalimbali za kikanisa wanaweza wakawa wanafikiria ya kwamba Mungu ameongea, and they frame something, wanaweka kabisa ili ya kwamba wakisema watu watasema Mungu ameongea, lakini wapi, Mungu hajaongea kabisa. The first clip you see here is one of the things that will disturb us, and we'll ask ourselves a lot of questions, because I wanted our eyes to be open, I wanted our ears to be open, I wanted our minds to be open, so that we see the reality of these things even as we teach you. Now come up with a clip. Weka audio. Huyo member alikuja kanisa akiwa amechelewa kupata hata kiti, before atasimame ameitwa mbele. Mia sana huyo mwanadada. Ameulizwa mara tatu, you are not married, you are not married? And the prophecy will go out now. Ona vile huyo mtu anajiita mtumishi wa Mungu, anatafutia huyo msichana mwanamume kwa njia ya kiunabii. Sijui kama atapata. When do you want to get married? Na msichana anasema today. Ona mtoto wa Mungu amekuja kanisani kwa mahubiri, and see what she's been taken through. Anaambiwa aenda tafuta mume saa hii, na hawezi akapata hadi mnabii atabiri mume, na mtaona mume akija. Do we go to church to do such things? No. In the name God is speaking. Na watu wanashangilia kanisani, ni kama wao pia wamepotea kama mchungaji wao.
Tufungue macho yetu kabisa. Vijana walio hapa, fungueni macho. Huenda nitafanya unabii kama huo baadaye. Sifanyi mambo kama haya kamwe. Bwana abatikani kitamani. Look at how he is victimizing that girl. Ati amefunikwa macho, hawezi akapata Bwana. Amerudi bure. Namhurumia sana. Should we blame that girl for not finding a husband? No. It's just time. The church is saying prophesy. Wacha tuone Bwana akitokezea. You may think they are traumatizing. It is what they do. Ndio mabwana wamekuja. Sijui atachukua gani. Ameulizwa, do you like anybody here? Anasema no sir. Look at how the girl is being arm twisted. Analazimishwa. Na wacha itoshe tu hapo, my sons. Wacha tu itoshe hapo. Kanisa la Mungu. Do we go to church to experience like things? Yes, nobody should mistaken me that there's no prophecy. Kuna unabii, lakini pia kuna unabii wa uongo. Sisemi vijana wetu wanataka kuoa, wasichana wetu wanataka kuolewa, vijana wetu wavulana wanataka kuoa. Sisemi hivyo. Sisemi Mungu amekosa kuwapa wavulana wetu ama wasichana wetu mtu wa kuoa. Lakini najiuliza, is that orthodox? Is that the right way? Huyu msichana alifika kanisani akiwa amechelewa. For those who observed well, alikuja hata kupata kiti, kusimama tu huko nyuma. Mnabii is pointing, you at the back, you at the back, come. Where's your husband? And the girl said, no, I'm not married, sir. Now, nabii anamwambia, you are not married because your eyes has been masked. Kuna mask imewekwa kwa macho yako uoni. Mask iko wapi? Uongo mtupu. Na unajua uongo unatokelezea tu hivi. We don't have to wait for anything. Alifanya unabii, lakini mabwana wangapi walitokezea? Does it mean God is confused? Aletee wavulana. I saw 6, were they 6 or 7? Is God confused to bring 6 for the girl? Unabii wa uongo. Unaonekana tu. Na Biblia Yesu akasema mtajua kwa matunda yao. Mtajua jinsi wanavyo behave. Look at how they are behaving. I am sympathizing with that girl. And she is not alone. That has been put through. Ukiwatch hii film mpaka mwisho, atatoa wasichana wengine ili watoshee confusion yake. Unajua wavulana wengi walikuja mbele. Ataenda kutoa wasichana wengi na anamwambia kila moja ashike yake. And he is promising that atakarimia harusi yao. Kila wiki anakarimia moja, kila wiki anakarimia moja. Where is he taking these people? Yes, anaweza akakarimia kila moja, lakini uhusiano wa wale kwa nyumba. Unajua hawa hawajapendana. Marriage is something that is mutual understanding. It is based on mutual understanding. Kijana anapenda msichana, msichana anapenda mvulana. Sio something to manipulate or to impose. Wakifika kwa nyumba watasema, "Sini pastor alinipea. Wewe kwanza pastor alinipea." This thing almost happened. Somebody was almost blaming God in Genesis, but you should not blame God. God is sovereign. You hear Adam saying, "Sini huyu mke ulinipea." Si alisema? Yes. God has a way of doing something sovereignly, but I don't think it is that way. Hiyo imechanganyikiwa. My sons and my daughters, marriage is based on mutual understanding. Number 2, marriage is based on shared values. It is based on shared. What are the common things that you share with the person to become your life partner? Muna uhusiano gani ya kwamba munafikiana kwa ukaribu? Shared values, education, those things, believe. It is personal.
it requires personal prayer. Mtu unapoomba ukimwambia Mungu nipe mchumba, Mungu atakupa mjumba na atakupa yule utaishi naye milele na milele mkimtukuza Bwana Yesu. Sio yule umeekelewa. Twendende tena. Hawa hawajakoma. Another thing, apart from prophetic lies, apart from prophetic imagination, man-made prophecies, there is also what I have called unchurchly practices. Matendo, matendo ama tabia ambayo sio ya kanisa. Tunajua what we expect from the church. When everyone comes from home to church, kila mmoja akitoka nyumbani kuja kanisani, kuna expectation. Hata ndugu wetu ambaye aliomba alisema tuna matarajio. We have expectation for the church. When you come to church, you expect to be loved. And I love the way Reverend Kipruto did by welcoming the guests. This is a guest visitor loving church. Tunapenda wageni. Upendo ni nguzo muhimu sana ya kanisa. Watu wakiingia kanisa wapate upendo, they will feel at home. Bwana Yesu asifiwe sana. They will feel at home because they need love. I need love. But some preachers, they are very arrogant. They are self-conceited. They are self-willed. They love themselves more than others, and they are proud. They become proud. They become authoritarian. They make the church to be their own kingdom. Ili ya kwamba yule anakuja kanisani hakuji kufanya mapenzi ya Mungu, anakuja kufanya mapenzi ya huyo mtu. Na tutaona kwa clip ya pili how this authoritarian, abusive practices are being witnessed in the church. These people elevate themselves. Wanajiinua sana, wanajibeba juu. Other than providing spiritual truth, they want to show off. They want to make themselves be felt. They exercise what we call extreme control. Wanataka kutawala watu wasipate hata kupumua, wasiulize swali hata moja, wasiseme nikipendelea hivi. Watu wamenyongwa, watu wameshikwa mateka, ukiwaona tu unawahurumia. They just say yes, man of God. Yes, man of God. Na akisema something different, they are expelled from the church immediately. You will see. They seek to build their own kingdom instead of serving the kingdom of God. Tunapoomba kila siku, tunaomba Mungu, Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Let your kingdom come. It is not about our kingdom. It is the kingdom of God to prevail in the church. Take us through the next clip and follow it and see if that is what should be done to people in the church. Now, weke audio. Si kijana, si mama, nani atapona kwa hii kanisa? Huyo mama hakuwa na baki, anakuja na carrier bag, ameweka leso yake ndani, anaambiwa leti hii mzigo yako. Na viatu. Unaweza beba carrier bag kwa kanisa? Kwa nini umebeba rubber shoes? Na ni mzee? Where is your shoes? Unless you are confused. Ukifanywa hivyo utarudi hiyo kanisa kweli? Hata kama hizi ni mbao utaenda hiyo kweli? Mimi siendi. I sympathize with her. Mute it. Mute it. Mute it, my sons. Thank you. We go to church to meet with God. We go to church to meet with the people of God. But instead of being ushered in, karibu katika nyumba ya Bwana, unaambia nini hiyo mzigo umepepa? We are not the same economically. We are not the same. Kuna wengine wamebarikiwa, kuna wenye katikati, kuna wale hata hawajimudu hata kununua ile bagi ya akina mama. Akina mama wenye mko hapa hivi, wacha tu niwape ujumbe hii. Penda nini jinsi mlivyo.
Mama mmoja akija amekuja na carrier bag yake ameweka leso yake ndani. Love them. And if kama ningekuwa huyu mchungaji na kuona huyu mama ameteseka na abati hata bag. Si kuna bag ya Kigomba hapa ya 100. 150 mzuri sana. Kile ningefanya ningenunua bag na kumuinua huyu mama apate testimony ya kwamba nilienda kanisa nikabarikiwa kwa njia hii, sio kuambiwa are you confused, hii ni nini. Hata aliuliza nguo, hii nguo ni yako, ulinunua? Yani she didn't believe that lady could buy. Hata kama ni ya kuomba, si ninaomba niende nikutane na Mungu. Hata niwaambieni, hata nikiwa primary school niliomba suruali. Niliomba suruali yangu ilikuwa mbaya, ilikuwa imeraruka, ukipinduka hivi ni maajabu. Maajabu ya Mungu, maajabu ya ulimwengu. Mmoja akanisaidia suruali, mwingine akanisaidia sweta ya secondary Kipchimchim, na nilikuwa primary Chepkurubet. So naomba suruali ya kuombwa ama ya kuazima yenye ni tofauti na uniform ya hiyo shule. Alafu sweta kila mtu anajua hii ni ya Kipchimchim High School. And I'm going to Chepkurubet Primary School down here. Lakini niliingia darasa na Mungu akanijalia. And I challenge my fellow student inside there on borrowed clothing. Baka mwingine akaninunulia, alinileta town hapa hivi, akaninunulia sare za shule na viatu mpya ya pata ambayo ilikuwa shida kwangu kuvaa. Nilivaa kufika barabarani singeweza tena, nikachukua kwa mkono. Nikachukua nikifika karibu na shule navaa kwa sababu imeniumiza. Na kila mtu aliniambia you are walking in a funny style today. It was not funny style. Ni viatu ilikuwa inanisumbua. But I thank God it was just a time. Today I have an extra pair kubadilisha. Maisha hayagui vivyo milele. Life will not remain that way forever. Mtu akija hapa kanisani, let us embrace them and let us give them a reason to feel at home in church. You see, the church is being polluted so much. The church, the third thing, the last one, weird style of fighting evils. We are told our warfare. Vita yetu, nilitangaza vita mwanzo ya kwamba tunapigana vita dhidi ya mapepo, sio watu. And Paul in Ephesians chapter 6 says, our warfare is not carnal, but spiritual, even disarming and bringing down the principalities and the powers operating in the dark space. Lakini jamaa moja akashangaza kanisa. Alitokezea siku moja akasema naenda kupigana vita na mashetani na mapepo. Akachukua machetes. Take us through that. Take us through that, son. We see this thing. They are lies. They are misleading. That is not... Ona vile shetani wanatolewa. Shetani watoke. Najiuliza shetani wanakaa hapo. Ona, shetani wanakaa kwa barabara. Ona, as if that one is not enough. Ona, shetani atoke mara moja. Ameenda nyumbani, ile machete haikutosha, anajiami zaidi. Ona vile watachukua. Yes. Ameongeza jembe, ameongeza kichiko na nyundo. Shetani lazima atoke. Lakini sio kwa njia hiyo. I don't think so. Look. Yes, Biblia ni afadhali. Mke wake anampatia Biblia. That is the weapon that I go for. The word of God. Not these other ones. Yes. Mute it. Yeah. Today they will face me. But I'm afraid, man of God, the devil won't be scared by the spade, by the fork, by the hammer, and by the machete. That is a wrong setting. That is a wrong way to handle demonic world. And that is why people are confused. They come to church and they don't see us using those weapons. And they say, na mnafukuza shetani kweli. Tunafukuza shetani lakini in the name of Jesus Christ. Not with the weapon. Such are the things that are happening. Na mtu anaweza akasema, pastor kweli, hayo ni mambo yanafanyika ama ni picha tu. Those are the realities out there. And I'm telling us, we now see them out there. Who tells how they could creep in and start snatching wanakondoo wa Mungu wakiwapotosha. And something that shocks me is that wanapata watu. People seem to be enjoying that.
See, people seem to be enjoying, not because they enjoy, but because they are being brainwashed. They don't understand what they are going through. And the word of God in Hosea says, watu wangu wamepotea kwa kukosa hekima, kwa kukosa maarifa. My people have been destroyed for lack of knowledge. Hosea 4:6. Watu wa Mungu, tunihurumie wale ambao wamepotozwa. That is why we'll take a whole month and a week to teach the church how to tackle these fallacies that are all around about us. Before they snatch our daughters, before they snatch our sons, before they snatch our spouses, we have to teach and ground the church to be established. Now, church, I want to give us 3 takeaways as I summarize my talk. Nafikiri kuna vile macho yako yamefunguka. Kuna vile masikio yako yamefunguka. As we go through this month of disarming false doctrines, false practices in the church, let us understand this thing. Supernatural deception are designed to steer people away from God. They have an objective. All these teachings are not entertainment. They are meant to steer people away from God. They want to remove people from the pathway of God. That is very serious. And that is why we won't take chances. We can't allow the people to be misled and to be taken away from the right way of God, from the way of faith. Number 2, false teachings are warfare weapons of the enemy. I've said that and I'll say it again. The devil is using this. He may not use the satanic forces like the devil worship, like coming and killing. He may use now what seems to be touching the hearts of many people, using fallacies, using deception. And by the way, to some larger extent, watu wengi wamepotoswa. Najua when devil worship came to Kenya, people were scared and they didn't want even to go near those places. And the devil strategized again and schemed again, using deception and false teaching. It is very dangerous. Number 3, lies and hypocrisy are strong weapons Satan uses to destroy the truth. Udanganyifu, uongo, kufanya watu waonekane, masquerading. And that is why the Bible says, question every spirit. In 1 John 4, question every spirit. Question every spirit. Don't believe any spirit. Don't believe any voice. Don't believe any invitation. Understand the spirit behind the voices that we hear in the world. Understand the power behind the invitations that are made on the Church of Jesus Christ. And we'll be able to stand for God. So I welcome us to a very fruitful month of teaching our people, of being firmly established in Christ against false teaching. Mungu awabariki sana kanisa wapendwa. Asante sana, haya makofi hayajatosha kwa mtumishi wa Mungu. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa mafundisho haya, na Mungu awabariki. Evangelical choir, you are welcome as we give our offerings. Evangelical choir, karibuni tunapotoa. Na tunapoenda kutoa, ningependa kusoma neno moja ambalo liko katika Proverbs chapter 3 verse 9. It says, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. As we give, let's know that we are honoring the Lord, and we should honor the Lord with our wealth and everything that God enables us to produce. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni wakati mwingine ambapo umetuleta pamoja ili tuweze kukuabudu na mali yetu. Tunaomba Baba tuweze kutoa kwa moyo mkunjufu, maana kila kitu inatoka kwako. Utupe ufahamu ya kwamba chochote ambacho tuko nayo inatoka kwako. Kwa hivyo tusaidie tuweze kukuheshimu na chochote ambacho umetupa. Utubariki pamoja tunapotoa, na ubariki kazi yako ili kazi yako liweze kunawiri. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Karibuni.
Amen. Amen. It can't be better than wakati inapigwa ikiwa live namna hiyo. Evangelical Choir, Mungu awabariki sana. Asante pia mwalimu kwa kujituma kutunga hizo nyimbo kila wakati, na Mungu awabariki kwa huduma yenu. Reverend, asante kwa ujumbe, kutuwekea misingi ili tupate kujihadhari sana kwa mafundisho ya uongo. Na kanisa letu tushukuru Mungu kwa sababu tunafundisha ukweli. Ingekuwa tunafundisha uongo na tuanze hiyo ya kugonga mtu na panga, pastor mwenye anakuonea na kuweka sana. So anyway, we want to thank God for this opportunity. Nataka kuita kwa haraka sana, mtanisaidia kidogo, Ashas OT. Musongeshe hizi, kuna watu nataka, mimi naamini kuomba kwa madhabahu. Tunataka kuwabariki wanariadha. Tuko na walabataji wenye wako kwa nyumba kutoka Chagaik Secondary School camp. Na sijui kama coach ako, is the coach in here? They are preparing to go to USA. Most of them are our church members, Alafu hata wametuitisha wachungaji tupate kufanya ibada na wao kule kwa camp. Is the coach wa Chagaik? Are you there? Karibu sana coach. Kuja tu na group yako. Kuja tu na group yako ili tupate kuwaweka. Kuna wenye wanaenda USA by August, they are preparing, especially Chebngeno na Sapatu are preparing for the same, wapate kwenda tunataka kuwabariki. Karibuni sana kwa haraka haraka. Nyinyi ni walabataji, so can you come running? Asante sana. Na ruhusu mkuje mkikimbia. Msimame tu hapa mbele. Reverend ukikuja pia, ya msimame hapo mbele. Wengine muende tu hivyo. Asante. Msimame. Wengine waende upande ule. Asante sana. I want to see you in front. Thank you so much. Wengine waende upande ule. Msiende wote, msiende wote. Karibuni sana. Talents. Na ni washiriki wetu, bado msonge tu, hakuna shida. Asanteni sana. We like that. Karibu sana coach. Asante kwa kulea kibali cha hao watoto. Munaweza pinduka moja alafu mpinduke tena. Pindukeni kanisa liwaone. Amen. Amen. Haya, mpinduke sasa muone wachungaji. Mungu apate kuwabariki sana mnapojiandaa. Sapato ni nani? Ni wewe ndio unaenda ng'ambo. Okay, Chemngeno ni nani? Okay. Asante. Very tiny people. Mungu awaongoze, na kiti kibaki kwa ndege munifinyilie kidogo. I see you are very small. Mungu apate kuwabariki sana. Coach, sijui kama uko na jambo, pinduka hapo. Useme tu jambo kwa kanisa. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe tena. Mimi naitwa Coach Kimweno Rono, mimi na train hao kule Chagaik. Na ningependa kuita mwenzangu Masi Cherono, mwenye huwa tunasaidia watoto wako hapa ndani. Karibu mbele. Masi Cherono ni mentor. Ndio hao wasichana wakimbie mzuri na kupenda kukimbia na kuonyesha ile talent yao ni through Masi Cherono. Walikuwa wanaona Masi Cherono akikimbia ndio hata nao wakaa. Yes. Msalimie kanisa. We are happy to have talents. Na tumeomba yes, karibu Masi. Kwamba tutumikie Mungu kutumia talents zetu. See the church and say hi. Tunaonanga kwa TV. Praise God, church. Praise God once again. We are so happy to serve God together in this church. Thank you. And also support our athletes. And if you still have a child who is passionate of running, they are welcome. Wanafunzi ni kutoka grade 7 mpaka form 3. Bado wako kwa shule. Na miongoni wao mmesikia kuna Masi Chemweno amewakilisha Kenya last year kule Nigeria, akaleta silver medal. Amewakilisha this year again. Aliingia category ya senior na amekimbia 3000 steeplechase juzi almost 3 weeks ago. Ameleta silver medal kwa senior. Na amequalify, ameenda juzi, nimepeleka trials, amequalify kwa under 20, itafanyika kule Oregon, USA. Ameshika namba 2, anaenda kuwakilisha Kenya tena mwezi wa 8.
ataandamana na msichana anaitwa Judith Sabato, anakimbia 400 meters, na huyu ako grade 9. Thank you so much. Naomba mshikane mikono nyinyi nyote ya tafadhali. Kama mnaweza inua hiyo mikono wakati mumeshika namna hiyo. Reverend, utawabariki. Amen. Mungu awabariki sana. Tunapenda kuonyesha vile Mungu amebariki watu kwa njia tofauti tofauti. Hii inampa Mungu heshima. Na Paulo akasema wengi wanakimbia, lakini mkimbie as to win. So we are wishing you well, train well. May the Lord give you the strength that you need and run and compete to win. Nambari ya pili, tunashukuru sana. Kuna waimbaji wengi lakini ni vigumu wao kuingia kanisani. Ninyi mmefanya jambo ambalo linampendeza Mungu sana. Na mkifanikiwa mlete hizo dhahabu na hizo mingine mingi, lete kanisani sadaka na mlete fungu la 10. Hiyo ni kutoka kwa pastor wenu ili Mungu apate kuwabariki sana. Baba wetu, katika jina la Yesu tuko mbele zako wakati kama huu. Baba, tuna jambo la kukushukuru, jambo la kutabasamu. Mungu, umetuumba na ukatupa vipawa mbalimbali. Mwenyezi Mungu, siku ya leo tunasherekea kipawa cha wanariadha. Baba wetu, tazama hao watoto wako ambao wameshiriki katika mashindano mbalimbali na ameweza kunawiri. Mungu wetu, wamenawiri hapa nchini Kenya, na sasa Mungu wetu wanaenda nchi za ughaibuni, wanaenda United States of America. Mungu wetu, watoto hao watapanda ndege na watashindana na watu kutoka dunia mzima. Baba Mwenyezi Mungu, watoto wetu wa Kenya, watoto wetu wa Kericho, watoto wetu wa kanisa la AIC, Baba, wacha kibali chako kiwe juu yao. Let your favor rest upon them, oh God. We pray that they will excel in mighty ways, oh God. They will tell the world that you are God that lives. Father God, in Jesus' name, we will want to see them and hear them, oh God, saying we belong to Kenya, we belong to our church, Africa Inland Church. And your name will be glorified, Lord. So I am praying for your strength. I am praying for your health, oh God. I am praying for your grace to be upon them. Lord our God, you have said they will run and they will never faint. In the name of Jesus Christ, you will give them special grace, special energy in the mighty name of Jesus. Father, Lord, you will give them confidence to compete with the white and the black alike in the name of Jesus. They look small in the physique, but Lord our God, they have all it takes. They are swift in the name of Jesus. Let their swiftness, oh God, be unparalleled even in the mighty name of Jesus. I want to pray for their coach. I want to pray for their ambassador. May you bless these great people, oh Lord, as they nurture these young ones, not only in athletic performance, but also in the spiritual life, but also in the social life, and in the way they should behave, Lord. May your name be glorified in everything. For this is our prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Mungu abariki sana. Hii ni kanisa yenu. Siku ile mnapata medali, pia mulete tuiombe kwa kanisa. Mungu awabariki sana mnapoenda kuketi, and all the best. Amen. Amen. Thank you for choosing AIC Kericho Town. We feel blessed. Tusimame ninapowapa baraka za juma hili. Tusimame zote katika jina la Yesu Kristo. Na kama unakubaliana na baraka hizi unapozipokea, uitike amina. Kwa hiyo ndugu zangu, Mungu awasimamisheni imara. Mungu awaweke msitikisike. Mzidi kujitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana siku zote. Juhudi zenu katika Bwana zibarikiwe. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Wamama mtabaki tafadhali, kina mama. Wageni wetu mkuje hapa mbele. Wageni wetu mkuje hapa mbele. Musalimie Reverend. Wamama wote tafadhali